64,000 za dhahabu. Hana hata shimo moja la dhahabu kaziba Burkina Faso. Hii vita yangu hii, mimi na watu weupe waamke kwamba sisi vyetu tunavitaka, tutakuja kudai, na nimewaambia kwamba hatusamei na wala hatusahau mpaka wakubali. Kama watakubali wao waliokoleo, vijukuu vyao vitatugea vyetu, na utawala wetu utarudi tena England. Tutatawala kwanza. Wao wameshatengeneza mifumo mibaya kujimaliza, wanaoana wenyewe kwa wenyewe, mwanamke kwa mwanamke, mwanamume kwa mwanamume. Uzao watautolea wapi? Maana wao mwisho wanakwisha. Lakini hii minister Mheshimiwa Elijah Muhammad alishaongea katika kitabu chake kinaitwa The Message to the Black Man. Huyu Elijah Muhammad ni mwalimu wa mtu mmoja anaitwa Minister Louis Farrakhan. Mtafute ndugu yangu Minister Louis Farrakhan, utajua huyu man jana ametimiza miaka 92, lakini ukimwona yuko young. Mimi mwenyewe na 47 hapa nilipo. Huyu yuko America, Chicago. Huyu ni mtetezi wa vuguvugu la kutetea haki za watu weusi ulimwengu mzima. Yeye ni msema kweli. Kama mimi siogopi. Mimi nishajitoa sadaka kwenye jua na kwenye mvua, kwenye mafuriko na kwenye nchi kavu. Niko tayari kufa, lakini Afrika niache legacy. Na hivi ninavyoviongea vitabaki duniani miaka 5,000. Kwa sababu sasa hivi wanahifadhi vitu kwenye diski. Hivi vitu vitabaki duniani miaka 5,000. Watasema kuna mkorofi mmoja wenyewe wanaita mlevi, mvuta bangi, mwenda azimu aliongea hivi vitu. Kwa sababu wao watu wote wenye akili duniani wanaitwa machizi. Ili mradi uko watu kuwatoa katika reli wasikufikirie. Na mtu kama mimi, watu ambao wanaishi kwa uongo na udanganyifu ndio watu wanaowataka. Ila mimi wananiona mwenda azimu. Lakini wale werevu watanielewa. Ila wale wanaendelea kufuata upuuzi wa mafundisho ya wageni, hawatachukua madini. Hawatopata chochote. Hawatopata chochote. Mimi wenyewe wananiita duniani mzee wa madini. Mimi madini yangu na milima 7. 3 katikati ya bara la Afrika, 4 katika kona 4 za dunia. Kwa hiyo madini haya tutachimba miaka 40,000. Alafu kuna milima mingine itachipua, kwa sababu the richest land ever in the world is Africa. Wao wako katika Minister Farrakhan anasema to the burning sand. Wanakaa katika burning sand. The caveman, watu wa mapangoni. Madini unayatoa wapi? Madini haya tunachimba katika kona 4 za ulimwengu. Milima yake ni mikubwa kama piramidi ya Cheops, piramidi ya Giza na piramidi ya Menkaure. Umesikia baba? Haya madini yako mengi sana. Kwa hiyo mimi harakati zangu hizi nasema nimezianzisha, sitoziacha kamwe. Vita yangu napambana na wenye bunduki, mimi sishiki bunduki. Wenye mishale, mimi sishiki mishale. Mimi vita yangu natumia kitabu na akili yangu. Mimi ni wananiita chizi, lakini uchizi wangu huko kwenye kuelimisha watu wapate kile wanachokitaka. Kama wewe hutaki kuona habari zangu kwenye peji yangu, pita, au habari yangu unapoiona kwenye simu yako, peruzi kabisa, ondoa. Mimi sikufollow wewe kama unitaki, wala siwezi kukufollow. Watanifollow wale wanaoelewa, wanaohitaji maendeleo. Hii ni vita ya kiroho, sio vita ya kimwili. Hii ni vita ya kiroho. Wenye roho ya Kiafrika wanaosamini babu zao, kina Nyerere, umesikia? Kina Madibo Keita, umesikia? Ahmed Ben Bella, kina Steve Biko. Umeelewa? Hao watu walikuwa marevolutionary hawa. Steve Biko aliuawa na wazungu, wanajiita apartheid regime, wale maboaz. Kwa sababu Boaz alikuja katika rasi ya Tumaini Jema karne ya 16, ambao leo hii hiyo inaitwa hiyo ni Afrika Kusini. Hii Afrika Kusini jina lake la asili inaitwa Azania. Lakini Afrika Kusini sio jina la taifa, ni geographic area. Ni jina linatokana na jiografia. Umenisikia bwana? Unapozungumzia Afrika leo, huwezi kuzungumzia Afrika bila kujumuisha Mwarabu mzungu. Mimi kwa sababu gani nawaita Mwarabu mzungu? Kwa sababu vile vile Arabia sio rangi. Arabia ni eneo. Arabia ni eneo, inaitwa rasi ya Arabia. Kwa hiyo ile eneo lile ni eneo la mtu mweusi. Tumepata wala pale Nebukadneza, wanamtaja wao mtawala wa Babeli, ni mtu wetu, ndugu yetu sisi. Darius wa kwanza aliwatoa captivity wana so called Jew, Wayahudi weusi waliokuwa Babeli, kina
wanawaita kina